Uhuisho na matengenezo ndiyo tiba kwa ulimwengu, kwa mujibu wa Mathayo 24:14. Tunawakaribisha tena ndugu zetu wapendwa mnaofuatilia channel yetu hii ya Uhuisho na Matengenezo. Mimi ni mwinjilisti Kayoja Robert. Karibu sana katika kipindi tulichonacho leo. Siku ya leo tungependa tuzungumzie mizani itakayotumiwa katika hukumu ya mbinguni. Tutafafanua mengi, lakini kabla ya yote, hebu tujikabidhi mikononi mwa Mungu kwa maombi. Mtakatifu Baba yetu aliye mwingi wa rehema, tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii ambayo umetukirimia. Baba, umenipatia nafasi hii tupate kuzungumza na watu wako wanaotusikiliza na kutazama video hii. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze tunenapo, na wote wanaoyasikiliza maneno haya, Roho Mtakatifu akafungue mioyo yao kwa ajili ya kuelewa zaidi. Tunaomba kupitia jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Wapendwa, karibu tena katika kipindi chetu. Kama nilivyokwisha kuambia, tungependa tuzungumzie mizani itakayotumika katika hukumu ya mbinguni. Kama tunavyosoma maandiko matakatifu, Biblia inatuhakikishia ya kwamba Mungu ameiweka tayari siku ya kuwahukumu wanadamu wote wakao duniani. Na katika hukumu ya Mungu, kama Mungu alivyokusudia kwamba itatufikia kila mmoja wetu, wakubwa kwa wadogo, wanaume kwa wanawake, matajiri kwa maskini, sote lazima tupitie hukumu ya Mungu. Lakini leo hatujaazimia kuzungumzia juu ya hukumu yenyewe, bali mizani itakayotumika kuwapima watu, wapi wanaofaa na wapi wasiofaa. Bila kwenda mbali, mizani hiyo ni amri za Mungu. Amri 10 za Mungu ndiyo mizani ambako maisha ya wanadamu na tabia za wanadamu zitachunguzwa na kupimwa hukumuni. Nataka kuthibitisha hichi kwa kusoma Biblia, na baada ya hapo tutakuja kuelezea kwa kina mojawapo wa amri hizo ambazo kwazo watu watahukumiwa. Tusome kitabu cha Mtume Yakobo. Mtume Yakobo tunasoma sura ya 2 na fungu la 12. Maandiko yanaelezea jambo lifuatalo. Hebu tusome sura ya 2 na fungu la 12. Maandiko yanasema, semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria. Sheria hizi za Mungu, amri 10 za Mungu, ndiyo mizani ambako tabia za watu na maisha ya watu yatapimwa hukumuni ili kubaini kwamba wanafaa kupokelewa katika ufalme wa Mungu au kukataliwa. Ndiyo maana ni jambo muhimu sana kutaka kujua amri za Mungu hizi na kuzielewa. Alafu pia katika somo hili tutakuja kuangalia mojawapo wa hizo amri kwa mapana na marefu, amri ambazo kwazo sote tutapimwa ili kuonekana tunafaa kukubalika kupokelewa katika ufalme wa Mungu au la. Jambo hili kuwa amri za Mungu ndiyo mizani ambako maisha ya binadamu yatapimwa, si Mtume Yakobo tu amelizungumzia, bali pia hata katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12 na fungu la 13, fungu la 14 pia maneno haya yanaelezwa. Sasa tuyasome kabla ya kufafanua kwa undani moja baada ya nyingine kati ya hizi amri ambazo kwazo tutakuja kuhukumiwa na kupimwa hukumuni kama yasemavyo maandiko. Tusome kitabu cha Mhubiri sura ya 12 fungu la 13 na fungu la 14. Hapa maandiko yanasema, hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu na ushike amri zake,
maana kwa jumla ndiyo impasavyo mtu, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa ni jema au likiwa ni baya. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Mafungu haya mawili tuliyokwisha kuyasoma pamoja na mengine mengi ambayo hatuna muda wake kuyasoma sasa, yanatuthibitishia kwamba amri za Mungu ndiyo mizani ambayo kwayo maisha na tabia za wanadamu vitapimwa hukumuni. Sasa nataka tuzungumuze baadhi ya hizo amri za Mungu ambazo watu watahukumiwa kwazo katika hukumu. Nitapenda kuzungumzia kidogo amri ya 5. Amri ya 5 katika Biblia inafahamika, inasema mheshimu baba na mama. Amri hii hakuna atakayeru, kila aliye na mama yake, kila aliye na baba yake lazima atapimwa katika sheria hii kubaini kwamba amadai ya sheria hii juu ya maisha yake yameyatimiza, ili kufunguliwa kuelekea mbinguni au kukataliwa. Katika unabii ulitabiri ya kwamba amri ya 5, mheshimu baba na mama, itakuja kupoteza thamani yake katika jamii ya siku za mwisho. Maana kama ilivyotabiriwa katika kitabu cha Timotheo, watakuwa watu wasiowatii wazazi wao, wanao wakufuru baba na mama. Basi ndiyo maana kwa kuwa tuko katika kipindi hicho kilichotabiriwa, wa kwamba watu wa kizazi hiki watakuwa watu wa kuwadharau baba na mama, wa kuwakaidi wazazi, ni muda mwafaka kujikumbushia madai ya amri ya 5 kama amri mojawapo wa zile ambazo kwazo maisha ya wanadamu yatapimwa katika hukumu. Amri hii inasema mheshimu baba na mama. Mapana na marefu ya amri hii inadai mambo 8 kwa mtu. Usipoyafikia, basi amri hii haitakufungua. Na nataka tuelewe vizuri. Amri hii ya 5, mheshimu baba na mama, inadai mambo kama 8 kama nilivyokwisha. Inaagiza kila mtu, sio mtoto tu, kila mtu aliye na baba yake. Maana hata kama ni mzee mwenye umvi, mbele ya baba yako na mama yako wewe ni mtoto pia. Kwa hiyo hii amri ya 5 inamdai kila mtu kumheshimu, kumunyenyekea na kumutii mzazi. Lakini sio hayo tu. Yaani haiwataki tu watoto kuwaheshimu, kuwanyenyekea na kuwatii wazazi. Wakitenda hayo nayo ni mema, lakini hayatoshi. Amri hii ya 5, mheshimu baba na mama, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, inawataka tena watoto kuwapenda wazazi, alafu pia kuwasaidia katika mahitaji yao. Na hayo sio tu, inahitaji watoto pia. Ningependa kusoma kitabu kimoja cha Roho ya Unabii, mtaniwia radhi nisome maneno haya kwa undani ili apate kueleweka vizuri. Kitabu kinaitwa Wazee na Manabii. Kuna maneno yanasema, amri ya 5 haiwataki watoto kuwatii, kuwanyenyekea na kuwaheshimu wazazi tu, bali pia amri hii inaagiza watoto kuwapenda wazazi, kupunguza mizigo ya maisha yao. Ili tutakuja kufanua ninamaanisha nini. Kuwahurumia, kuwaonea huruma, kulinda heshima ya wazazi.
Jambo la tatu, kuwasaidia na kuwafariji wakati wa uzee. Niruhusu tufafanue mambo haya. Kama mtoto atamheshimu mzazi, amunyenyekee, amutii, hayo ni mema. Lakini hapo atakuwa amepata alama 3 kwa 8 zinazohitajika, mtihani hawezi kupita. Baada ya kumutii mzazi, baada ya kumnyenyekea na kumheshimu, maandiko anaagiza pia kuwapenda. Jambo la pili, kupunguza mizigo yao. Ili inamaanisha nini? Kama wewe ndiye mtoto mkubwa na umesoma, bahati nzuri umeajiriwa, jua ya kwamba bado baba yako anang'ang'ana na watoto 7 wanao kufuata kuwafundisha. Usikimbilie kufanya yako, kupunguza mzigo kama maandiko yanavyosema hivi. Ni kusema kwamba baba, asante, ubarikiwe kwa Mungu. Umenisomesha nami nimeajiriwa. Sasa ng'ang'ana na wale 5 na mimi wale wengine 2 nitang'ang'ana nao. Hapo utakuwa umepunguza mzigo, na hilo ndilo linalozungumzwa wakati mmojawapo wa madai ya amri ya 5. Jambo lingine ambalo amri hii inazungumzia, kuwaonea huruma na kuwapenda. Sio kwamba uwapatie kwa sababu wamekuomba. Lichukulie kama jukumu lako, lichukulie kama wajibu wako. Paka wazazi wasio wanatega mikono kwa ajili ya kukuomba. Huku ni wajibu wako kuwapenda, kuwaonea huruma. Jua ya kwamba baba analima. Mungu atukuzwe kwa sababu amempatia nguvu baada analima. Mwambie baba, asante, umekazana, lakini usife moyo, kupalilia ni mimi. Alafu na wewe uwajibike, utowe gharama zinazotakiwa ili palilizi lifanyike na yeye apumzike kidogo. Hilo ndilo maana yake. Wengi wa watoto baada ya kuwa wameoa, baada ya kuwa wamepata miji yao, wanawasahau wazazi kabisa. Napenda kuambia kwamba hiyo ni hatia, ni dhambi, ni uvunjifu wa amri ya Mungu ambao mbingu hazifunguki. Na hiyo ni mojawapo wa sheria ambazo binadamu tutapimwa kwazo hukumuni. Biblia, maandiko yamezungumzia jambo jingine ya kwamba maandiko pia yanatuagiza kulinda heshima yao. Kiingereza wanasema to guard their reputation, kulinda heshima ya wazazi. Ili inamaanisha nini? Kama yeye hakujaliwa kujijengea nyumba ya bati, bado yuko katika ile nyumba ya manyasi, jipatie malengo ya kwamba pamoja na kuyapa maisha yangu mwelekeo, lakini na heshima ya wazazi wangu napaswa kuilinda. Wajengeye kanyumba, lakini sio kama wewe ununue gari ya kwanza, ununue gari ya pili, huku baba bado anaishi nyumba ya manyasi. Au kale kama bati ni chumba kimoja, paka ukienda kumtembelea na mke wako hamuna pa kulala. Hapana. Kulinda heshima ya wazazi ni mojawapo wa madai ya amri ya 5, kama mambo ambayo tunapaswa kuyatimiza ili amri hii kutufungua na kutuhesabu wanaofaa kurithi ufalme wa Mungu. Basi napenda tuendelee na amri ya 6 pia. Amri ya 6 inasema usiue. Amri hii ya 6 inasema usiue. Ni kweli. Amri hii inawahukumu wanaofanya mauaji. Lakini kama ingekuwa inakomea hapo, ingekuwa jambo rahisi. Kama ingekuwa inawahukumu tu wale wanaoua kwa kukata panga, wale wanaoua kwa kupiga risasi, wale wanaoua kwa kuroga, ingekuwa ni afadhali. Walio wengi wangeipitia na kwenda mbinguni. Lakini amri hii ya 6
inayosema usiue haikataze tu mauaji kama yale niliyokwisha kuyazungumza. Yako mambo mengine ambayo yanahukumiwa na kuhesabiwa kuwa mauaji, japokuwa si kwa kumwaga damu. Mojawapo ni haya ambayo nataka tuyazue. Amri hii inahukumu kila tendo la udhalimu ambalo linaweza kuhatarisha maisha ya mtu au kuyakatishia. Hata ikiwa ni kuteleza njia ili apitaye apate kuanguka, ukanifanya makusudi. Amri itakayokuhukumu katika hukumu ya Mungu mbele za Mungu ni ile amri ya 6 itakayemhukumu yule muuaji aliyekata kwa panga. Amri hii usiue inahukumu kila mtu anayechukia mwenzake moyoni, maana imeandikwa katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 fungu la 15 kwamba achukiaye ndugu yake yeye ni muuaji, na wala hakuna muuaji aliye na uzima ndani yake. Kwa hiyo jambazi huyu anayewaua watu kwa kumwaga damu, mchawi yule anayewaua watu kwa kuwaroga na wakafa wawazike, na mtu mwenye chuki inayowatakia wengine mabaya, inayopendezwa na mabaya yaliyowaangukia wengine, hao wote huwa ni wauaji mbele za Mungu. Katika hukumu mbele za Mungu watakuja kuhukumiwa kwa amri hii moja, ni hii amri ya 6, usiue. Mtu anayependezwa na msiba wa wengine, mtu anayependezwa na hasara ya wenzake, mtu anayewatakia wengine msiba, mtu anayewatakia wengine mabaya, mtu anayewatakia wengine hasara, machoni pa Mungu huwa ni muuaji sawa na yule anayekata kwa panga. Huwa ni muuaji sawa na yule anayeua kwa sumu. Ndiyo maana maandiko yanasema kila amchukiaye mwenzake yeye ni muuaji. Hizo ndizo amri ambazo kwazo maisha ya binadamu yatapimwa kule hukumuni. Mkitaka kuhakiki jambo hili, mafungu ya Biblia yako mengi ambayo yanathibitisha jambo hili. Kitabu cha Mithali sura ya 17 na fungu la 5, maandiko yanaelezea jambo hili. Tunasoma kitabu cha Mithali sura ni ya 17 kama nilivyokwisha kuambia. Kitabu cha Mithali sura ya 17 na fungu la 5, maandiko yanasema, amudhihakie maskini humusuta muumba wake, naye afurahiaye musiba hata kosa adhabu. Yani wewe hujamuua, lakini umefurahia yaliyompata. Mbele za Mungu ninyi wote ni waovu sawa sawa. Wewe huwezi kumuroga, lakini unatamani laiti akafa, ebu afe, kwa sababu unachomtakia hicho ndicho kimempata. Mbele za Mungu wewe ni muuaji kama yule aliyemuua. Ndiyo maana wapendwa, kama watu ambao twajua ya kwamba tunakabiliwa na hukumu ya mbinguni, na kwamba katika hukumu hii amri za Mungu kama tulivyokwisha kusoma katika mafungu mengi ya Biblia tuyasoma, ya kwamba amri hizi ndicho kipimo, ndiyo mizani ambayo kwayo maisha ya wanadamu, tabia za wanadamu, vyote vitapimwa hukumuni. Yapaswa tuepuke kitu kinaitwa chuki. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na fungu la 15,
maandiko anasema amchukiae ndugu yake yeye ni muuaji. Yesu pia katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 alipokuwa akifundisha upana wa matakwa ya amri za Mungu, alizungumza ya kwamba mlisikia katika habari za Agano la Kale ya kwamba mupende akupendaye na umchukie adui yako, lakini mimi nasema la, isiwe hivyo. Nawaambia kwamba kila amchukiaye ndugu yake yeye ni muuaji. Amri itakayomhukumu muuaji mwenye panga ndiyo hii itakayomhukumu mtu mwenye chuki moyoni, awatakiaye wengine maovu, au apendezwaye na misiba ya wenzake. Kama kipindi hiki cha vita zinazoendelea, unakuta mtu yuko hapa, alafu unasikia sijui huko Iraq na Irani sijui wamekufa wangapi, tena unafurahia kwamba piga kabisa. Roho hiyo ni uuaji kama yule ambaye yuko uwanjani anapigana. Kama watu ambao tunaelekea hukumuni, lazima tusafishe roho zetu kuondokana na uovu wa aina hiyo. Tunapoendelea na maandiko matakatifu, amri hii ya 6, usiue. Kama ambavyo nimewaambia, sio hayo tu ambayo inahukumu, bali pia inahukumu na dhambi ya ubinafsi unaoweza kufanya mwingine aathirike kwa kukosa huduma yako. Nitoe mfano hili lieleweke vizuri. Ikiwa wewe una ubinafsi na moyo mgumu kiasi kwamba mke wa jirani anashikwa na utungu usiku, anagonga mlangoni pako, jamani mama yuko hoi, nisaidie tumpeleke hospitalini, alafu naanza gari lina pancha na hakuna pancha, sijui mafuta ni hakuna, sijui dereva hayupo. Yani ubinafsi, kama matokeo yake yule mama anakosa huduma aliyostahili kuipata, anakufa mbele za Mungu. Hata kama wewe hujanyosha mkono kumukaba, hata kama wewe hujafanya chochote, lakini kwa sababu ubinafsi wako umefanya akose huduma aliyostahili kunusuru maisha yake, machoni pa Mungu katika siku ya hukumu utahukumiwa kwa amri hii, nayo itadhihirisha kwamba wewe ni muuaji. Maana kama ungelitoa huduma aliyohitaji, basi maisha yake yangenusulika. Basi tuzungumze kidogo kwa faida ya muda, nizungumzie kidogo amri ya 7 na ile ya 8 kadiri muda utakavyoturuhusu. Amri ya 7 nayo inasema usizini. Amri hii inahukumu matendo ya uzinzi, iwe uzinzi wa wanaume uzinzi wa kawaida wa wanaume na wanawake, iwe uzinzi wa vijana kwa vijana, iwe wale ambao hawajaoana, vijana kwa wasichana, iwe ni ushoga, iwe ni uzinzi wa wanawake kwa wanawake. Kila aina ya ubaya au wote wafanyayo hayo wako chini ya hukumu ya hii sheria. Lakini hayo ni mepesi. Kama yangekuwa ni hayo tu, ingekuwa ni afadhali. Amri hii ya 6, usizini, haikataze tu maovu yanayotendeka nje, lakini pia itawahukumu wale wanaoendekeza tamaa za uzinzi, sama za uasherati ndani ya mawazo na mioyo yao. Yesu aliyefundisha upana wa matakwa ya amri ya Mungu alisema katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 ya kwamba mlisikia kwamba usizini, lakini mimi nawaambia hivi,
Kila amtazamaye mwanamke kwa tamaa, huyo amezini naye moyoni. Napenda msikilize vizuri wanaume wenzangu. Hii tabia ya mwanamke kupita alafu namfuata kwa macho, hiyo ni uzinzi mbele za Mungu, kama yule ambaye amelala guest na mwanamke. Vijana wadogo, hii tabia ya wasichana kupita hapa munawafuata kwa macho, ni uzinzi mbele za Mungu. Katika hukumu wafanyayo hayo watahukumiwa sawasawa na yule anayelala na wanawake. Ndiyo maana tukakusudia kunena nanyi na kuwakumbusha mizani ambayo kwayo tutapimwa, maisha yetu yatapimwa katika hukumu ya mbinguni. Na sio hayo tu, yani hisia za uasherati, hisia za uzinzi, tamaa ya uzinzi, mawazo ya uzinzi. Ayo sijui unafikiria mwanamke usiku kucha mbele za Mungu umuovu kana kwamba umezini naye. Ndiyo maana ili kuongoka na kufaa kukaribishwa katika ufalme wa Mungu na kuwa wasafi na kutafuta ule utakatifu ambao hakuna atakayemuona Mungu pasipo utakatifu huo, inahitajika si kuepukana na matendo ya uzinzi, bali na hisia na tamaa na mawazo ya namna hiyo. Na siyo hayo tu, amri hii kwamba usizini itawahukumu pia wale wanaofanya uzinzi wa maneno. Kumwambiambia mwanamke maneno ambayo yanachochea tamaa. Sijui wewe ni mrembo, sijui wewe ni mzuri, sijui wewe ni mnene, na kumugusagusa. Maandika anasema matendo ya uovu kama hayo mbele ya amri ya 7 ni uovu kama vile kitendo chenyewe. Hiyo ndiyo mizani ambayo kwayo wapo watu wengi katika hukumu ambao watazuia wakwenda mbinguni. Kwa amri ya 7 haitawaachilia, na ukweli wa mambo wakiwa hawajajichafua kwa kulala na mwanamke katika uzinzi, lakini kwa sababu maneno yao wamekuwa ni ya uzinzi, matendo yao ni ya kugusagusa, ni uzinzi, hisia zao ni za uzinzi, mawazo ya mioyoni yao ni uzinzi, hao wote amri ya Mungu, amri ya 7 hukumuni itawahukumu sawasawa na kuwazuia kama wasiofaa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na silo hilo tu, yako matendo yanayochochea tamaa, ikiwa ni pamoja na kuvaa kimakusudi mavazi yanayofanya yanayovuta usikivu wa wengine na kuamsha tamaa zao. Wewe umekuwa kitendea kazi cha shetani cha kuchochea tamaa miongoni mwa wanao kuona, na tamaa zao zinapokwisha chochewa, basi ndipo wanaanza hii imekuwa dhambi kwa yule ambaye amefanya hivyo, lakini na wewe msababishaji hutaokoka. Ndivyo hivyo kazi ya uovu inavyoendelezwa. Amri ya 7 usizini inahukumu maneno ya uzinzi, matendo ya uasherati, kuwaka tamaa moyoni, mazungumzo yanayohusiana na uasherati. Siku hizi ambazo ni za digital, maongezi ya kijinga ambayo yanakuwaga katika hizi social medias, kuruhusu moyo wako kuyategea masikio, wewe ni mzinzi kama yule ambaye anafanya hivyo. Wale wanaotazama filamu za uchafu, pornography, au wote mbele za Mungu ni wazizi kama wanavyofanya hivyo. Ndiyo maana tunapofikiria mizani hiyo ambayo kwayo maisha ya watu yatahukumiwa, yatapimwa hukumuni, tunapaswa kuepuka kabisa
kila aina ya uovu. Mniruhusu nimalizie kwa kunena kidogo juu ya amri ya 8 pia. Amri ya 8 naye inasema usiibe. Inakataza wizi wa kila aina. Iwe ni kubomoa nyumba, iwe ni kuiba kidogo kidogo kwa ile hela ya bosi wako wewe apale dukani unakofanyia. Lakini ingekuwa ni hayo tu, ingekuwa ni afadhali. Amri hii ya 8 usiibe, kama ilivyoandikwa katika maandiko matakatifu, itawahukumu watu ambao wanafanya biashara za binadamu, kile ambacho kinaitwa slave dealing, zilizokuwepo awali mpaka sasa zipo. Watu wanajinufaisha, anatafuta visichana kutoka huko vijijini, anapeleka kule kilabuni, wanaume wanawatumia wanavyotaka, alafu anapata faida kwa njia hiyo. Hiyo ni namna nyingine ya slave dealing. Hapo pia amri ya 8 inahukumu. Amri hii inahukumu mtu anayepitiliza mipaka ya shamba lake na kuingilia mipaka ya shamba la jirani. Huo nao ni wizi pia, unao hukumiwa na amri ya 8. Na sio hayo tu, amri hii inahukumu kushindwa kuwalipa waajiri wako au wadeni wako. Amri ya 8 inamwagiza kila mtu ambaye atapimwa kwayo na kuonekana kwamba anafaa kuingia mbinguni, kwamba aliyelima shamba lako mlipe tena kwa wakati, aliyekukopesha mlipe tena kwa wakati, hata kama wewe utabaki fukara. Amri ya 8 inakataza kupunja katika biashara. Wote wafanyayo hayo mbele za Mungu huwa anahesabiwa kuwa wezi, kama yule anayechomoa mfukoni, kama yule anayevunja mlango, kama wezi wengine. Lakini sio hayo tu, amri ya 8 usiibe pia inakataza kupata faida kupitia ujinga wa mtu, kupitia udhaifu wa mtu, au kupatia shida za mtu. Wote wafanyao faida, wajipatiao faida kupitia udhaifu wa mtu, kupitia ujinga wa mtu, au kupitia shida alizonazo, mbele za Mungu huwa ni wezi, huwa wameivunja amri ya 8 kama vile wezi wa kawaida. Nataka nifafanue hili ninapomalizia. Lini mtu anaweza akapata faida kupitia ujinga wa mtu? Inatokea wakati mwingine unakuta mtu ameshinda dukana anauza, amechoka mpaka akili zimechanganyikiwa, unampatia 5,000 kwamba nataka sabuni ya 2,000. Anakupatia ile sabuni ya 2,000, alafu anakurudishia 8,000. Unaweka mfukoni tena, unasema hii leo Mungu amenikumbuka. Wewe ni shetani umekukumbuka, wala sio Mungu, kwa sababu umefaidi kupitia ujinga wake. Yani uchovu wake umefanya sielewe kwamba kumbe ni 5,000 umempatia. Anakupatia sabuni ya 2,000, alafu anakurudishia 8,000, na wewe unaenda zako. Ikitokea uchukue pera hizo, mbele za Mungu unahesabiwa mwizi atakayehukumiwa na amri ya 8, kama vile takavyo wahukumu wezi wengine wa mitaani. Njia nyingine, mtu anakuja ni mgeni, hajui hata kuchange pesa, alafu unamupunja makusudi kupitia ujinga wake. Huo ni wizi. Njia nyingine, wewe ni mtu wa bodaboda, mtu anakuja naenda sehemu fulani, karibu hapo, hata ungemwelekeza aende na miguu, unamwambia ni huko naenda, shingapi? 20,000.
alafu unapita pale, unamzungusha kidogo tu, alafu unamfikisha pale, unakula 20. Mbele za Mungu, hiyo faida ipatikanayo kupitia ujinga wa mtu ni dhambi, ni wizi mbele za Mungu. Njia ya pili iliyozungumziwa ni kujipatia faida kupitia udhaifu wa mtu. Unasema yani wewe shamba la mtu unamnyang'anya, ng'ombe ambaye amekuwekeza unanyang'anya, unasema ni shtaki utakapo. Unaona, mtu ambaye wakati mwingine mumshirikiana kuanzisha kabiashara unamdhulumu, huo ni amri ya 8 itawahukumu wote watendao hivyo kama itakavyo wahukumu hao wezi wa kawaida. Hiyo ndiyo usibi maanishavyo. Alafu njia 3 iliyozungumziwa ya namna watu wanavunja amri hii ya 4 na kujiweka katika hukumu yake bila yao kujua ni kujipatia faida kupitia shida zilizompata mtu. Mke wake ni mgonjwa, alafu badala ya kutafuta namna gani umsaidie, unaanza hivi hichi kiwanja chako si ninunue? Hivi unataka kununua kiwanja chake, hivi mke akifa wamzike wapi? Au akipona wakae wapi? Alafu tena kwa sababu hana uchaguzi mwingine anakubali kiwanja ambacho kingestahili milioni 6. Unamwambia unajua siku hizi hela zimekosekana na viwanja vimekuwa vingi tu, wala bei zimepungua, 1,200,000 nakupa. Alafu zote anamalizia hospitalini, anatoka huko hana mahali pa kwenda. Mbele za Mungu utawajibika kwa hayo. Basi muda wetu huwezi kuturuhusu kwenda zaidi ya hapa. Bwana wa amani atujalie moyo mwelekevu, tujue ya kwamba yote tunayoyatenda jicho la Mungu li juu yetu, na Mungu ameiweka siku ya hukumu, na katika hiyo hukumu itakayopima tabia zetu, mienendo zetu, mawazo yetu na hisia zilizomo moyoni. Amri za Mungu ndicho kipimo ambacho kwacho tabia ya kila mtu itapimwa na maisha yake. Bwana tujalie kukamilika kupitia kwake, kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Uhuisho na matengenezo ndiyo tiba kwa ulimwengu, kwa mujibu wa Mathayo 24:14.